Mwambie najua uko hapa. Nisaidie leo. Niondoke na baraka zangu. Niondoke na ushindi wangu. Niondoke na mafanikio yangu. Karibu Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu. Amen. Fungua kitabu cha Mwanzo sura ya 13. Kuelekeza tunaombaje leo. Daftari lako ukiwa liko wazi kabisa. Maana nataka kuandika hivi vitu. Mwanzo sura ya 13 mstari wa 14. Kama Biblia yako fungua Mwanzo 13 mstari wa 14 mpaka wa 18. Mwanzo 13 kuanzia 14. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu akiweza kuhesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Basi Abraham akajiongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya mamre, nami miti iliyoko Hebron, akamjengea Bwana madhabahu. Ndio tena ni watu ambao wakuelewa. Mwanzo 13 kuanzia 14. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Basi Abraham akajiongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mamloni ya mamre, nayo ni miti iliyoko Hebron, akamjengea Bwana madhabahu huko. Amen. Naomba nitizame hapa. Kuna vitu vitatu pale ambavyo nataka tuviangalie kabla tujaomba. Amen. Jambo la kwanza, Mungu anamwambia Abraham, ondoka ukatazame. Amen. Ondoka ukatazame. Lakini jambo la pili, Mungu anamwambia Abraham, nenda kahesabu. Jambo la tatu, Mungu anamwambia Abraham, nenda katembee. Na utembee au katika upana na urefu. Nikwambia chukua daftari lako katika tuandike. Amen. Sisi tumejifunza kwamba Biblia inasema, nami nitakufundisha katika njia utakayoendea, jicho langu likikutizama. Sisi tulikuishia jana na tukasema kwamba unapoanza maombi lazima unapomalizia ama katikati ya maombi uwe na muda wa kusikiliza wakati uko. Lakini pia tukasema Roho Mtakatifu wasaidia watakatifu kuomba kama apendavyo Mungu. Na huwezi kufundishwa kama una lengo. Huwezi kufundishwa kama kuna unapokwenda.
Wale mnaombaga maombi ya Baba nibariki, Baba nibariki, unamwacha Mungu kwenye question mark. Sasa leo nataka tutumie kanuni hizi tatu. Ya kwanza ni kanuni ya kutazama. Wangapi tuko pamoja? Ndio mimi ni mkali. Wangapi tuko pamoja? Amen. Kanuni ya kwanza ni kutazama. Nini maana ya kutazama? Tumesema leo tuko kwenye uchumi, sio? Hivi biashara yako, mtaji wako, mauzo yako, kibali chako na mengine ulionayo, unayaonaje? Na unataka yaende mpaka wapi? Now this is a journey now ambayo Roho Mtakatifu anawalk through na wewe. Mmeanza kunyamaza. Mwambie mwenzako, mtumishi ni yeye sasa, ukilinga yatalinga zaidi. Amen. Listen. Tunasimama kama unajua umezoea kufanya mambo ambayo Mungu hawezi kufundisha, kwa sababu huna mwelekeo. So kanuni ya kwanza ni kanuni ya kutazama. Mimi ninafanya biashara, ni kweli, lakini nataka kwenda wapi? Nataka nifanye biashara ambayo kwa siku itaniingizia milioni. Hapo ndipo unapotazama. Haujafika, lakini ndio unapokwenda. Amina. Nataka turnaround ya siku mimi nihudumie wateja 100. Sasa hivi una wateja 20, ama huna kabisa, ndio unataka kwenda. Mungu anamwambia ondoka ukatazame. Kwa kadri utakavyoona ndivyo utakavyopata. Sisi tunaenda kama tunaenda kuomba. Niwaambia jana, sitegemei hapa kumda tunaangalia nataka kufanya biashara ya ndege. Niagize ndege kutoka Marekani ije niuze. Uwezo huo huna, hata kama Mungu anaweza. Bwana ndio tuweze kuwa nazo, maana hata imani yako imefikia huko. Lakini unaionaje biashara yako? Yamkini unaiweka kwenye level kwamba nataka niwe na show basi yangu. Sasa tazama, ili Roho Mtakatifu sasa akutembeze hapo. Nimesema leo ni siku unaondoka na baraka yako. Kanuni ya kwanza ni kutazama. As far as you can see, you will possess. Sasa watu wengi tunaombaga hatujatizama. Baba, nataka mume. Yupi? Aina gani? Sasa tuko kwenye uchumi. Tuko wapi? Wangapi wanajua wanakoelekea kiuchumi? Wanaambieni ndani ya makanisa kuna watu wanafanya biashara bora liende. Yaani ni mlokole lakini anaambia nasukuma siku nasubiri kufa. Sasa hizo biashara Mungu hapa hivi. Leo uko ofisini, plani yako ni kuwa nani? Hata kama una certificate na kuna sema nataka kuwa accountant, nataka kuwa mkurugenzi wa nini? HR. Kwa hiyo elimu yangu, nyongeza yangu, yani mitazamo yangu ni kwamba one day nitakuwa HR. Haujafika, lakini ondoka ukatazame.
Israeli. Sasa hapo ndipo kutoka kama leo. Nataka utizame umwambie Mungu nipeleke kiwango hichi ambacho leo tunakiposes kwenye ulimwengu wa roho. Alafu Jumatatu tunaanza kuona manifestation. Amen. Sasa kuna watu wamwandiki na niangalia. Andika nimesema, wewe unafanya shughuli gani? Una maono gani? La mtaji kiasi gani? Maana sasa hivi unafanya duka la mtu, unaona ile flow. Sasa wewe una plan wewe na mtaji kiasi gani? Na unaona unaziweza. Imani yako inafika hapo. Maana unatamka tu kwamba ndio ndio wewe rafiki yangu, wewe si mashasi mbele za Mungu na hauna kitu kama hicho. Okay, mtaji ndio msingi kosi. Kama umefanya kazi kwenye duka muda mrefu na umeona ile kosi wako na operate, mtaji ndio msingi kosi. Amen. Sasa nataka utizame, ujione wewe una milioni 50. Alafu ndio tuende rakata yakata. Biblia inasema nami nitakuongoza. Wangapi mfanyia mtazama? Hapo ndio sasa. Wangapi wanafundisha kwa wangapi mfanyia mtazama? Wangapi wanasema misioni? Ondoka kabisa. Ndio maana maombi ya walokole wengi hayana maana. Kwa sababu wanachokisema hawakimaanishi. Lakini Biblia inasema yeye aichunguzaye moyo, ajua nia ya moyo ilivyo, ajua nia. Sasa kama una maana unakwenda wapi? Mungu anapokuja kuchunguza moyo, Roho Mtakatifu anapokuja kuchunguza moyo kusudi asupply power, favor, connection za wewe kufika pale au ni kitu. Kati unaelekea wapi? Ndoka unatazama. Unatazama nini? Usiniambia hapo unatazama. Leo ni pesa, sio kama unatazama kwa. Leo ni pesa. Kwa sababu kila mmoja leo angalie pesa. Amen. Kama uko ofisini unatazama nini? Mama unatazama nini? Wewe rajima la kiasi gani? Hizo za kanisani hapa kupiga wapendwa, naomba msishangae. Alafu nasikitika kuona watu wamwandiki. Nasikitika sana kwa sababu ndio tunaenda kuomba sasa. Ondoka ukatazame. Namba 2 nasema, alafu nenda kahesabu. Mungu hapa anamwambia Ibrahim kiwango cha maono, na pia ukiweza kuhesabu mchanga wa bahari awiliki. Wapendwa, Mungu akupe kisichoshika moyo. Ndio maana Biblia inasema aonavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo, ndivyo itakavyokuwa. Tumejiona kama mapanzi na tukaonekana kama mapanzi. So sasa hivi kiuchumi wewe unajionaje? Nataka kuomba. Haleluya. Naomba angalia mtaji wako. Angalia biashara yako mtaji, mauzo yako, kibali. Angalia elimu yako. Ili vitu unaviona wewe, unaviona vinaenda wapi? Najua hujafika, lakini unaona vinaenda wapi?
Wewe tusikizane. Lete hoja zako zenye nguvu. Kama una mtazamo, unaweza kuwa na hoja. That's why watu wenye Mungu wanafika, kwa sababu ana hoja, ana argument. Sasa mimi nataka kwenda kupiga risaa. Sasa unapeleka nini kama unachotazama? Kwa nini mtu anashika kuomba risaa? Kwa sababu ndani ya moyo kuna kitu kukamata. Huwezi kuwa umekamata na milioni 100 ukashika kuomba risaa. Huwezi. Ile bade, ule mzigo ulioko ndani utakufanya ukae wote. Sasa nataka kutengeneza mizigo hapa. Amen. Wangapi mfanikiwa kutazama? Tayari mfanikiwa. Na hatua ya pili na ya tatu nasema nenda katembee kwa mapana yake na marefu yake. Sasa wewe labda unajibii huko ndani, sio? Then unajiona ni HR, sio? Then unajiona ni director. Sasa ukiwa hapa, kabla hujaanza maombi, unatakiwa utembee kwenye yale maono yako, ujione uko pale. Sasa wewe ni director. Ujione wewe ni director, japokuwa hapa ulipo ni karani tu kawaida, lakini utembee kwa mapana yake, uwe source your vision. And then unapoingia kwenye maombi sasa, Roho Mtakatifu anakuongoza kuomba sawasawa apendavyo Bwana, ili kusudi vile vikwazo vyote ambavyo vingezuia usifikie, leo tunavitambua ndani ya risali moja tunakwenda kuomba. Haleluya. Dada hapa amesema anataka kufungua duka. Sasa anatakiwa aone, sio anafungua cha ng'ombe, sio anafungua msuguni, sio anafungua wapi kunde. Yaani tunasema wapi Mkombele? Unatoa nini? Mkonde. Sema Mkonde. Haleluya. Jione lile duka liko pale na uone wafanyakazi umeajiri. Wangapi wanataka Roho Mtakatifu waongoze jioni ya leo, kwamba kuna difficulties njiani, kuna vikwazo njiani, kuna level za imani, kuna kufunguliwa favor, kuna kufunguliwa connection, kuna kuelewesha. Hivyo vitu vyote Roho Mtakatifu anakupeleka pale unapoenda. Leo Roho Mtakatifu hawezi kukupa hekima ya wafanyakazi 30 wakati unafungua duka la mtu. That's why unatakiwa utembee kwa mapana na marefu yake, halafu uingie. Unanielewa? Unanielewa? Sio kiburi, unanielewa? Ila una daftari. Sio unaandika. Sasa kuomba ni sawa. Kama tunafuta program zote siku kwa Mungu siku. Sasa tunafuta ili tuende risaa. Amen. Na nimekuletea mzee wa suti hapa, mfanya biashara na amevaa kurugenzi. Amen. Kwa hiyo ndio ya ukurugenzi iko hapa. Anaenda kuongoza maombi. Haleluya. Na tunaenda kwenye nani ya Wakristo wale wazee kama unataka kanisani kujaza Roho Mtakatifu. Yaani kwa wasaka mpaka hapo. Unaweza kuishi kanisani miaka mitatu bila Roho Mtakatifu. Wewe mzee. Wala sio mchungaji wako. Na sasa leo kama tuchungulie wenzako tuweze tuko frika akatafuta. Yaani hapa mchungaji Dennis naomba kama maelekezo kutoka kwa Mungu. Rinda usiletelia Zahira hapo sikia.
Manake tuombee hela. Ondoka ukatazame mmea kwa mapana yake na marefu yake. Unaionaje sabuni yako? Miaka moja. Ione sabuni ina stima, ina nini, ina sehemu ya nini. Umeitenga sehemu sio ya shamba, ya kwenye elimu. Sababu unaweza kuwa na sabuni anakuja kukusuka ndio kilioni. Sasa tuna kilioni na kuingiza kwenye stima sana. Na kwenda kwa kibarazani. Na kutoka kwenye kilioni. Sema ondoka kwa tazama. Tembea kwa mapana yake. Na marefu yake. Wangapi wanaona mapana na marefu ya uchumi wao? Wangapi wanaona marefu na mapana ya uchumi wao? Nani anafanikiwa kuona? Anaona uchumi wake ambao sasa ana wafanyakazi 30. Wafanyakazi 30 hawa anawalipa milioni 30 na yeye anabakia na kitu. Na anaona kampuni yake inavyotanuka, anaduka msuguni, anaduka cha ng'ombe, anaduka konde, anaduka hayo ndio mapana. Lazima tuelewane. Haya maombi ya kuomba bila maono hayapo. Na ndio maana yajibiwi, na ndio maana anafika sana kwa tamaa. Kuna maono, kuna kilichoshika moyo. So kila mmoja kuna mambo tosha ili kuonyesha Biblia inasema uinvest katika vitu 7 mpaka 8. Yaani mtu mmoja mlokole anakiwa na biashara si chini ya 7. Amina. Ndipo ndani ya Biblia. Ondoka ukatazama. Alafu anasema ukishaona tembea. Haleluya. Anasema utakapokanyaga hapo nimekupa tembea. Na amesema tembea kwa marefu na mapana. Upewe. Haleluya. Amen. So, wakati tunanena kwa lugha, wewe usione 100,000 ulionayo hapa. Ona milioni 50 unazosaka hapa. Wewe unaombea kwenye milioni 50. Ili kusudi Mungu akuongoze kujenerate power ya kufikia milioni 50. Kwa sababu hapa ndio unapoona. Huu ndio mchanga wako wa ufukweni. Huu ndio upana na urefu wa uhitaji wako. Amen. Kwa sababu hata kama Mungu atazungumza naye kidogo, atazungumza na wewe kinachokiona hapa. Marko 11:24. Marko 11:24. Kwa sababu hiyo nawaambia, sikiliza. Kwa sababu hiyo nawaambia, yeyote niombayo msali, aminini ya kwamba nayapokea, nayo itakuwa yenu. Anasema moja, naanza hapa mwanzo, kuna yeyote, si ndio? Haya yeyote ambayo umeenda kuyaomba, sawa? Anasema yoyote ambayo umeenda kuyaomba, ndio tunaenda kufanya kazi sasa hivi. Tunatakiwa tuyaamini, tumeyapokea. Kwa hiyo huwezi kwenda kuomba kama hapa mwanzoni una cha kuombea, hauna yeyote. Umeelewa? Watu wengi tunataka kuomba, lakini hapa mwanzoni hatuna kitu. Lakini maelezo ya Yesu yanasema kabla hujaomba lazima uwe na direction, uwe na amount, uwe na quantity
uwe na plani, ili unapozipeleka kiwandani uamini umezipokea. Amen. 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 Nani nikamilisha hapo? Anakiona tunapata kusukuma. Haya basi tunataka. Nikalele gogo, nikalele gogo. Una yeyote. Kwa hiyo unamaliza ule ulichopokea kwenye ulimwengu wa roho. Lakini kanisani ulikuwa nikalele gogo, nikalele gogo, nikalele gogo, nikalele gogo. Sisi tunapaswa kwenda kwa roho leo. Haleluya. Amen. Rafiki yako yuko? So lazima uwe na yeyote kwanza. Haleluya. Amen. Alafu upeleke kiwandani roho yako na Roho Mtakatifu. Alafu unapotoka uamini hilo jambo ulilolipeleka kiwandani ambalo ulikuwa nalo hapa limetokea na limekuwa lako. Alafu tulie ngoja lisikilize. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa hii yeyote ndio hii ambayo sasa anaambiwa nenda katembee kwa mapana na marefu yake. Business ni uchumi wa jinsi. Unataka kuwa nani? Ni kweli una benki, but ndani ya genge lako ione supermarket, ione mall. Na leo baada ya risala maombi uondoke ukiona mall imejengeka. Amen. Baada ya maombi, mimi nasema baada ya maombi aminini kwamba yale mlioyasema wakati mnaomba, hajasema yametokea, amesema uamini, manake uyaone. Anasema aminini. Sasa fanya kuombe hapa ya kutokuwa mtuweze roho. Kwa kweli leo kama umeandika vizuri baada ya maombi haya. Amen. Amen. Nataka uondoke na urudi nyumbani kwako kwenye genge lako la nyanya, lakini ile genge la nyanya ukifungua macho hivi unaona ni supermarket. Mle ofisini kwako wewe ni karani wa kawaida, lakini baada ya maombi haya ukifungua macho haya akiwa anapita mkurugenzi nchi yako unamwambia wewe your days are numbered. Ndio yaomba kwamba imetukia. Problem ya walokole ni kwamba akiamka kesho na nyanya zenyewe asiusi na maombi yanafuta. Sasa usifute kitu kuweka mtu leo. Anasema usifute mtu kuweka mtu leo. Usifute. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nada tumeisha sana. Wale wanaojiandaa kuzali huyu au watu ambao au tunawaombea tunawaambia tu mbariki. Katika msaada kwa kweli tunaweza biashara kama tunaweza vikao. Wale wanaoza sabuni za kimataifa wanaijaza sabuni yako leo. Amen. Tembee kwa mapana na marefu. Anza piga picha saluni klasi hapa mjini. Alafu unaona kama ile. Yaangalie hoteli kubwa hapa mjini. Na marefu yake.
Amen. Kuona unalamba lipstick. Hebu tunajua mali. Listen. Jana nywele nimejitahidi kidogo sababu hapa ndio jana. Jana tulikataa ile mambo. Hayako maombi yalipo. Biblia inasema wakajaza Roho Mtakatifu, wakanena kwa lugha, watu wakawasikia. Amen. Nataka mtu mmoja majirani kwa asikie. Supermarket yangu rakata ya pa. Shangaa katika kelele ya mshahara. Piga kelele. Amen. Nalinga nini? Jana mnalinga huko mnakuja sabuni za vyombo. Chiombe leo ondoke mahali hapo. Kwanza tunaongea kisona. Titi Musa tunaongea. Wewe kipande utasubiria sana ndio tunaenda kuongea. Alafu tunakwambia uombe utoke hapo unaleta malingo. Haleluya. Haleluya. Mtu akipita mbele yako beba, sogeza pembeni. Inakusiwa hiyo kwenye maombi. Maana kuna mwingine unaona kabisa yeye anakuwa azali anakaa. Yule kamata, sogeza pembeni, mwambie out of my way. Mimi naelekea kwenye mtu wangu. Unataka na wewe nguvu. Unataka na malezi. Unataka kuzali kuomba. Unafanya nini? Sasa useme kama Biblia ya kitabu. Sawa. Wanga bwana naelewa. Amen. Mama na plani kwa nani? Mkubwa wa wapi? Mkubwa wa kivipi? Mkubwa kwa unene, mkubwa kwa hela. Haleluya. Amen. Na naomba tuombe. Tembea. Nena kwa lugha. Amen. Haleluya. Amen. Ng'ang'ana. Yakobo akasema Bwana sikuachi mpaka umenibariki. Jua leo ndio unaumba kile kitu chako ambacho unaenda kusimamia leo. Amen. Yaani kama ni maagano mapya ya kiuchumi unaweka leo. Amen. Yaani maana baada ya hapo tunatoa sadaka. Yaani baada ya mambo ya sasa tunatoa sadaka. Tusiombe. Tafuta jana ibada na ufungu. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wakati kuomba? Wote wale kupata sauti kabisa. Hilo ndio ndio umeelekea wapi? Wangapi? Au ng'ombe? Wangapi? Yesu. Au miambia hata mimi naweza kukupa hiyo. Wala unaja kwenda kwa Mungu. Hizo 10 ndio kwa Mungu. Fanya nini? Sisi tunaokota tu hapo lakini. Ndio maana nimesema watu hawajaelewa ndio. Hayo ndio mapana na marefu ya ufugaji wako. Tuliposema ufugaji wa kwa mapana na marefu. Ndio mapana na marefu. Sio kama naelewa, ndio kwamba kuna watu hawajaelewa.
kwamba nenda kwa mapana na marefu. Ni kweli una hela 200, sawa, hiyo unayo wewe, ama unaweza ukaikopa, lakini mapana na marefu ni kuku 3,000, 4,000. Sasa nakuhamisha na kupeleka kuku 4,000. Sina uko tuela hapa. Aí você utiliza. Cada um que é ótimo. Magari mangapi? Ndio ndo mambo sasa. Simpige makofi mpige. Usiye na hela. Maana leo tunaongelea karama. Leo tunaongelea nini? Haya basi. Anataka wapate kwa wingi kwa wingi. Yeah. So, kwa kufufua ile hela, mwambie niletee mawazi. Kwa sali hapa, kwa maisha sali hapa. Nauza maswala tunaweza kwenda kupatia dada unaelekea wapi? Jana nimeenda kula sehemu mpaka namwambia mchungaji kwa 25 saa moja. Lakini na mshirika wake hapa anataka kufungua 3,000. Sasa kwa nini kama sio za leo kuomba. Utakuwa na pizza hotelini mwako? Unaijua pizza? Haleluya. Tunakwenda kuzungumza na Isa. Tulisoma jana kwamba yeye anene kwa lugha asili na watu, bado sema na watu. Tunaenda kuzungumza naye mfalme wa wafalme. Fedha na dhahabu.
asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na watu tunaomba kama mweleka nini naomba. Fungue Isaya 2:2. Maana ukiwa umesimama hivyo fungue Isaya 2:2. Wakati tunaendelea na maombi. Isaya 2:2. Bado tunawaacha. Bado kama tunawaacha. Fungue Isaya 2:2. Isaya 2:2 kusoma mtumishi. Itakuwa katika siku za mwisho. Itakuwa kama siku ya leo. Mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa. Mlima wa nyumba ya Bwana ni mimi na wewe. Endelea. Utawekwa imara juu ya milima. Maana Mungu anataka kutuinua kuliko wengine. Maana iko biashara, iko kazi zinaendelea. Na Bwana anataka kutuinua katika viwango vingine. Na itakuwa katika siku za mwisho. Na itakuwa kama siku ya leo. Mlima wa nyumba ya Bwana. Mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya mlima ulionao. Utawekwa imara juu ya mlima ulionao. Endelea mtumishi. Utainuliwa juu ya vilima. Utainuliwa juu ya vilima. Sikia maneno yanasema utainuliwa juu ya vilima. Maana yake nini? Wako wafanya biashara na wewe Mungu anataka kuinua juu ya biashara wengine. Unaelewana? Wako wafugaji wanafanya ufugaji na Mungu anataka kuinua zaidi ya hapa. Amen. Na mataifa yote watauendea makundi makundi. Na mataifa yote yatauendea makundi. Na mataifa mengi watakwenda na kusema. Na mataifa mengi yatakwenda na kusema, njooni twende juu ya mlima wa Bwana. Njooni twende juu ya mlima wa Bwana. Maana yake ni nini? Kuna watu wanataka kuja kujifunza kutoka kwako. Umeanzaje mambo haya? Umefanyaje jambo hili? Baada ya Mungu kuwa ameshakuinua juu ya mlima. Unaelewana? Unapokwenda kumwambia Bwana tuimarishe katika uchumi, tuinue katika ufugaji, tuinue katika viwanda, tuinue katika biashara. Maana kukudia kukaa katika kiwango cha juu cha mlima wa Bwana. Jina la Bwana barikiwe sana. Kumbuka tunasema yeye Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Sasa ya kwamba unakwenda kuinua kama mlima wako. Mlima wako. Biashara, ufugaji, katika viwanda, katika kilimo, Bwana, simamishe katika mlima wako, simamishe kama taifa, waulize nimewezaje, kama taifa waulize taifa funze kutoka kwangu. Bwana Yesu, Bwana sasa kimaanisha una consciousness ama akili ya kutafuta upako, hauna unapoenda. Narudia tena, bila upako huwezi kuwa tajiri. Sasa nategemea ya upako wa nani? Wa Shetani ama wa Mungu?
Nimo kanisani. Chale nimeshazikataa, hizi nimeshazikataa. Lakini na kwa Mungu amtafuta upako kwa kuwa tajiri. Lazima ufadhili. Na that's why walokole wengi maisha ya watu, especially maisha ya pesa. Lakini kama kuna watu ambao tunatakiwa tuwe matajiri sisi. Na ndio ibada ya leo. Amen. Haleluya. Tuanze na soma tena hapo hapo. Lakini hawatakuwa maskini kweli. Wapi? Kweli. Sema kweli. Haleluya. Nani anasema maneno haya? Basi nikita sema basi sema lakini hawatakuwepo maskini kweli. Kuanzia mimi sitakuwa maskini. Neno la Mungu linasema lakini hawatakuwepo maskini ndani ya kanisa. Kuwa na maskini ni kosa, hata kama wao. Sasa mbaya sana ni wewe kuwa maskini. Kwa hiyo mzako mwambie ukweli. Usimishe mara ngapi? Kuna watu songesha zote. Umesongesha na bado duka la mtaani unadaiwa. Ni watu wanaitolewa. Lakini hawatakuwepo maskini kweli. Sasa na twende huo mstari somalizie. Ni mabana hapo. Bwana kwa kuwa Bwana, the reason ya kutokuwa maskini inamhusisha Bwana. Mungu ndiye ambaye ana supply uwezo wa wewe kutokuwa maskini. Haleluya. Pigie mkono mkono mbele acha kushindwa. Wewe usipeleka popote wewe. Lazima uwe na upako. Haleluya. Problem ya wakorokole na binadamu wengine hawajui kwamba Mungu ndiye ambaye analeta uwezo ili wewe utajiri. Naomba leo macho yakafunguke. Yule kama ulivyo upako wa kutabiri, upako wa kutoa pepo, upako wa kuwa tajiri. Na huo upako lazima utende, lazima ujiungamanishe na huo upako, uishi ndani ya huo upako. Haleluya. Haleluya. Sasa upako wa kutoa pepo, upako wa kutabiri,
Upako wa kuombea mgonjwa unaitwa anointing hapo. Ni upako ambao unamjilia mtu ili awafu. Akishamaliza performance, ule upako unaondoka. Haleluya. Amen. Narudia tena. Unapoona unafanya nini pale kanisani? Unapoona tunafanya hivyo, ndipo unatoka. Ndio Luka 4. Yesu anasema roho wa Bwana Yesu pesa. Unataka kwanza pesa za Bwana. Unapoona Yesu anasema roho wa Bwana juu yangu, naye amenipaka mafuta. Amen. Alikuwa anamaanisha kwamba roho wa Bwana yuko juu yangu. Akawa anafua. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ndani ya maisha ya kirokole kuna mafuta mara mbili. Kuna upako wa ndani na kuna upako wa nje. Amen. Haleluya. Sasa upako wa ndani huwa kazi yake ni kutengeneza mahali pa kukaa upako wa nje. Ndio maana upako wa ndani umjenga mtu kitabia. Haleluya. Na tulipokuwa tunanena kwa lugha, tulikuwa tunatengeneza upako wa ndani. Okay. Baada ya kunena kwa lugha, jana nikawaambia unatulia kusikiliza mafundisho ya Mungu. Baada ya kusikia mafundisho ya Mungu, hauendi dukani na upako wa ndani. Dukani unaenda na upako wa nje. Amen. Kuna walokole wa kwanza ambao nataka niwasikilize. Ni wale ambao anakuja kwenye maombi, anaomba, anatoa fungu la 10, anatoa sadaka, anapiga magoti na analia, lakini akiwa dukani ana matusi kama kawaida. Hamenteni uwepo wa Mungu kwenye eneo la biashara yake, huyo mtu hawezi kusa. Kwa nini? Kwa sababu upako wa nje ndio unavuta mteja. Upako wa nje ndio unamkamata mtu lazima ndio biashara yako. Upako wa nje ndio unafanya bosi akamatwe akufikirie. Sasa kuna watu mkiwa kwenye makazi yetu, ofisini, kwenye biashara, hamna upako wala hisia kwamba kuna upako. Wakati huo tunashindana na mtu ambaye ameweka jina lake. Na yeye ili anajua na ina kioni anaweza soma. Wewe unaingia unapoenda kazini unaendaje? Wengi mnaenda na miilize. Wengi mnaenda na kutenda kazi na kukimbia. Kila bosi akipita unapiga magoti mpaka unakuwa kilema. Tembea na upako. Unapokuwa mahali, hakikisha unajifunza kutawala eneo la mahali pako katika ulimwengu wa roho.
akiingia mkononi Maulete anaifuria pale nje. Kuna hapa ulipo wamejaa ya Mungu aliye hai. Akiingia bei ya toroi. Basi. Ningeingia ofisi ya kila mmoja ili tuache kanuni mahali pale. Haleluya. Watu wengi ni waombaji, watu wengi ni watoaji, ni waaminifu kwenye zaka. Chumwambia kwa mwogopa. Natumia lugha hizo hizo. Acheni watu anakuhubiria anakwambia ni mwizi kweli. Na kama unaonyesha naweza kufungua macho Biblia inasema sio tunaweza. Wazee wa dini wanakuhubiri. Usimwambie mtu mwizi akafika baada ya kusoma. Biblia inasema hapata kuwepo masikini kweli, kwa kuwa Bwana Mungu wako atakubariki. Neno baraka, neno baraka, neno baraka ni kupewa ahadi na kupewa ufadhili. Baraka haikamiliki kama ilikuwa ahadi ya peke yake bila nguvu ya kutimiza ahadi. Neno ahadi, baraka ni neno well spoken, kunenewa vizuri, lakini pia ukapewa uwezo wa ile ahadi ama maneno uliyotamkiwa kutimia. Haleluya. So Mungu anaposema hapata kuwa na masikini kweli. Kwa nini? Kwa sababu Mungu atakubarikia. Maanake Mungu atatoa ufadhili, atatoa nguvu ili wewe utajirike, ndipo hautakuwa maskini. Amen. Sasa unapokuwa umeokoka, lazima ujue kwamba pana nguvu ya Mungu ya kunifanya niwe tajiri.
pana uweza wa Mungu wa kufanya hilo. Sasa unapotembea, unapokwenda kwenye biashara yako, lazima uwe kama mchungaji. Mchungaji hawezi kuja hapa na kuombea mgonjwa kama yuko ya Mungu yake. Sasa usiende kufungua duka bila kujua nguvu ya Mungu juu yako. Usiende kazini bila kujua nguvu ya Mungu juu yako. Usiende shambani bila kujua nguvu ya Mungu juu yako. Kwa nini walokole umasikini? Kwa sababu hakutembei na nguvu ya Mungu. Sema nguvu ya Mungu itanisha. Mimi nitatembea nayo. Sema nguvu ya Mungu itanisha. Mimi nitatembea nayo. Nitaishi nayo. Nitaishi inaongezeka. Nitaama kutoka utukufu hadi utukufu. Kwa nguvu itanishayo. Haleluya. Haleluya. Vyeti ni vya muhimu, kusoma ni kwa muhimu, vaa vizuri kwa muhimu, kujipamba ni kwa muhimu, lakini cha kwanza ni anointing. Haleluya. Kwa Biblia inasema hapata kuwa na masikini. Sio kwamba utajisaidia kwa nguvu zako mwenyewe. Anasema kwa sababu Mungu ataachilia uweza wake. Hilo utajua. Wangapi watapokea uweza huo? Amen. Wangapi watapokea uweza huo? Amen. Na twende Mwanzo sura soma mstari wa 2 na wa 3. Mwanzo 12 mstari wa 2 na wa 3. Nami nakufanya wewe nakubariki nawe kubariki nami kubariki Msikia Mungu anasema, naomba uangalie hii sentensi hapa. Anasema nami nita. Akili zako ziko wapi? Haiko akili yako. Hauko uwezo wako. Mungu ndiye anasema, huyu anasema nani? Huyu ni Mungu. Anasema nami nita. Baba sisi tunataka kanisani maana tunasoma mpaka saa 7. Baba baba ni mshoni kanisani, nilipotaka kuja kanisani wateja ndio wakaingia. Wateja wafungie nje nenda kwa papa ya Mungu. Haleluya. Amen. Unakuta mtu anauza matembele na sasa nyanya chungu pale, anauza ubuyu, eti nimeshinda kuja kanisani kwa kwenye genge lako. Amesahau kwamba anayeleta utajiri ni nani? Anasema nita. Ndio kufanya kazi ofisini, anamtetemekea bosi. Hawezi kumwambia bosi, kesho sio patai. Kesho ni siku ya ibada. Why? Anajua na kwenda kuconnect na anipae nguvu, asababishe mimi nitajiri. Amen. Kuna tabia mbaya. Kama huwezi funga biashara yako kuja kuongeza petroli, kama huwezi kufunga biashara yako kuja kuchochea betri yako ya utajiri, wewe ni kinga. Amen. Kuna kasaruni hapa ndani ya huko, kuna draya moja na kichamo ya kuwazima sabuni ya mwili. Naye ana sababu kwa
akaja mtenge wa kumstima. Stima yenyewe unazima upande wa pili. Alafu auji kanisani mtochea upande stima yako. Anasema nami nita. Haleluya. Amen. Uko maofisini wa wewe na mimi ni ofisini napanda cheo kwa sababu anasukuma cheo yako. Na kibali kwa bosi usifikiri yeye ndio upande wa mwingine tunaye. Kwa Mungu amenipa kibali. Amen. Unauza biashara kwa wingi, usifikiri ni kwa sababu wewe unasema lugha nzuri eti akija mteja kwanza chekee, alafu mwambie karibu, alafu mkaribishe kwa kutabasamu, sikiliza tabasamu zako unaleta wateja. Ni feva. Ni kibali cha Mungu. Sasa usikae ukashindwa kuchochea kibali. Haleluya. Amen. Nasema kuelewa. Mungu anasema nani nita. Soma hiyo neno hata kama mtu anatenda dhambi. Mungu kwamba huyu nani ataondoka. Mtenda tafutika. Nani hata kama ulipanda kuomba. Ukijua kwamba nisipoomba sina uhusiano na nani. Mtenda ataondoka. Hiyo biashara unafanya kama sababu hii. Wenzako wanakisa. Wenzako wanakisimu. Wenzako wanakufuata. Wenzako wanatoa bidii yao wapate cheo. Wewe unatoa nini? Badala ya kuja kwa nani akupiganie, huyu nani naye unamdharau. Alafu unasema boss, siwezi simi na wewe, una nguvu gani? Cha kukaa boss. Nani anakutia kiburi? Nani anakutia kiburi wewe? Wewe nani anakutia kiburi? Walokole anafanya boss, mimi nimeokoka. Okoka ndio kwa. Feba iko wapi? Ndio kuna ngapi uchumi? Ndio kuna habari cha Mungu. Haleluya. Anasema nani? Sema tena mfano. Nani anakuza jina la mwingine? Mungu ndiye anakuza jina lako. Unataka biashara yako isabaye? Usilia kuleta mashishi. Haleluya. Sasa inategemea umekaa vipi na Mungu atakuisha. Umekaa vipi na Mungu akuisha. Maana yale mambo usiende kwa Mungu atakusaidia kwa Mungu. Lazima uende kwa Mungu. Mimi na kwa Mungu. Haleluya. Na nikamwambia baada ya kwenda kwa Mungu sikiliza, lakini leo nakuongezea pointi ya tatu. Baada ya kwenda kwa Mungu ukasikiliza, unapokwenda sehemu yako ya biashara, unapokwenda sehemu yako ya kazi, lazima haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amina. Sasa utukufu wa Mungu huyu nani anapokuwa ameatamia biashara yako, amekaa kwenye ile sehemu, yeye
ndiye anasababisha kibali. Sanduku la Bwana akalitia katika nyumba ya Obedi Edomu Mgiti muda wa miezi mitatu, naye Bwana akambariki pia Obedi Edomu na nyumba yake yote. Mstari wa 12, kisha mfalme Daudi akawaambia ya kwamba Bwana ameibariki nyumba ya Obedi Edomu na vitu vyote alivyo navyo kwa ajili ya sanduku la Mungu. Ishia tu hapo. Sema ndani ya miezi mitatu. Ndani ya miezi mitatu. Tanzania nzima itajua nimebarikiwa. Tanzania nzima itajua nimebarikiwa. Ndani ya miezi mitatu. Inasema sanduku la Bwana likaingia ndani ya nyumba ya Obedi Edomu kwa miezi mitatu. Daudi akaliacha pale, akaenda kwenye mji wake. Akiwa kwenye mji wake, Waambea wakaenda wanafiki